Maisha yangu yamekuwa kama hatua za mlevi, mbele nikienda 3, basi nyuma nitarudi zaidi ya 9. Ni bora uishi na mwanamke mwenye mtoto ambaye baba yake tayari ameshakufa. Hapo utakuwa una amani. Sikilizeni, naomba mniambie ukweli. Mmemfanya nini baba yenu mpaka mwafukuza? Nahitaji kujua huyu mtoto Zai ni wa nani. Nakwambia Maumba, kama unataka kuona upande wangu wa pili, endelea kufuatilia familia yangu. Yaani wewe kumbeba yule mtoto tumboni miezi 9 ndio unaona umefanya jambo kubwa. Mimi ninambeba kiunoni hapa tangia nimebalea jinga. Unasemaje Maumba? Mbona maneno yamenyooka hayo? Wewe niona hapa mimi nina mke na watoto wawili. Hivi baba yenu ana akili kweli? Kwa sababu nyinyi watoto wadogo, kwa nini anawafukuza au anataka mdange? Mtoto mmoja anaitwa Zainabu na mwingine anaitwa Zaituni. Lakini ndio alishaanza kuitunza. Yaani kama vile kachukua dhahabu kwenye tundu ya chapa anachezea. Amepoteza. Ni bora uamini Mungu yupo, alafu uende usimkute, kuliko kuamini Mungu hayupo alafu uende umkute. Hivi unadhani nini kitatokea? Winyulinyulinyulika, mwanangu Mwanajumbe kavaa nguo 2, ya 3 imetatuka kaluka juu. Huyu ndo mke wa huyu. Tunasema tukaongee naye ndo huyu. Mwanamke njinga kweli huyu. Tena njoo uchunge mdomo wako, unipa na watu wametulia. Uchunge mdomo wako mimi mumeo. Vanje kwa chini hika vitu vya tani nikileta. Walipokuambia ni bora kufa macho kuliko kufa moyo, walikuwa sahihi. Mama nisamehe, sirudi tena. Moyo unapokufa, yani kila kitu kinaharibika. Sasa nani atarudisha imani yangu mimi iwe kama mwanzo?